Kwa hivyo nataka nilete neno kwa ufupi. Maandiko matakatifu, kitabu cha Hagai. Kitabu cha Hagai mlango wa kwanza kuanzia penyewe. Hagai Somaji kama umepata kitabu cha Hagai. Hagai mlango wa kwanza kuanzia mstari wa kwanza. Katika mwaka wa pili wa Dario mfalme, mwezi wa 6, siku ya kwanza ya mwezi, neno la Bwana lilimjia Zerubabeli mwana wa Shealtieli, liwali wa Yuda, na Yoshua mwana wa Yehosadaki kuhani mkuu, kwa kinywa chake Hagai nabii kusema, Bwana wa majeshi asema hivi, ya kwamba watu hawa husema, huu sio wakati utupasao kuja, huu sio wakati wa kujenga nyumba ya Bwana. Mstari wa 3. Ndipo neno la Bwana lilikuja kwa kinywa cha nabii Hagai kusema, je, huu ndio wakati wa ninyi kukaa katika nyumba zenye mapambo ya mbao, iwapo nyumba hii inakaa hali ya kuharibika? Mstari wa 5. Basi sasa Bwana wa majeshi asema hivi, zitafakarini njia zenu. Mmepanda mbegu nyingi, mkavuna kidogo. Mnakula lakini hamshibi. Mnakunywa lakini hamkujazwa na vinywaji. Mnajivika nguo lakini hapana aonaye moto. Na yeye apataye mshahara, apata mshahara ili kuutia katika mfuko uliotoboka toboka. Mstari wa 7. Bwana wa majeshi asema hivi, zitafakarini njia zenu. Pandeni milimani, mkalete miti, mkaijenge nyumba, nami nitaifurahia, nami nitatukuzwa, asema Bwana. Mstari wa 9. Mlitazamia vingi, kumbe vikatokea vichache. Tena mlipovileta nyumbani, nikavipeperusha. Ni kwa sababu gani? Asema Bwana wa majeshi, ni kwa sababu ya nyumba yangu inayokaa hali ya kuharibika, wakati ambapo ninyi mnakimbilia kila mtu nyumbani kwake. Mstari wa 10. Basi kwa ajili yenu mbingu zimezuiliwa zisitoe umande, nayo nchi imezuiliwa isitoe matunda yake. Mstari wa 11. Nami nikaita wakati wa joto uje juu ya nchi, na juu ya milima, na juu ya nafaka, na juu ya divai mpya, na juu ya mafuta, na juu ya kila kitu itoacho nchi, na juu ya wanadamu, na juu ya wanyama, na juu ya kazi zote za mikono. Mstari wa 12. Ndipo Zerubabeli mwana wa Shealtieli na Yoshua mwana wa Yehosadaki kuhani mkuu, pamoja na haya mabaki yote ya watu, wakatii sauti ya Bwana Mungu wao na maneno ya Hagai nabii, kama Bwana Mungu wao alivyomtuma, nao watu wakaogopa mbele za Bwana. Mstari wa 13. Ndipo Hagai mjumbe wa Bwana katika ujumbe wa Bwana akawaambia watu akisema, mimi nipo pamoja nanyi, asema Bwana. Mstari wa 14. Amen. Asante. Bwana alibariki andiko. Itaenda kwa haraka. Haya ni maneno mazito sana mtume ama nabii Hagai anapokea kutoka kwa Mungu. Anazungumzia kuhusu taifa la Israeli, taifa ambalo lilikuwa limetekwa nyara likapelekwa Babylon for 70 years. Miaka 70 walikuwa wametekwa nyara na mfalme Nebukadnezar. Na Bible inasema Yerusalemu kulikuwa na kanisa, the temple of the Lord, ilikuwa imebomolewa wakati hao walikuwa wamepelekwa uhamishoni. Kwa hivyo baada ya miaka 70 Bwana akawatoa Waisraeli kutoka Babylon, anawarejesha nyumbani Yerusalemu. Na Bible inasema walipofika Yerusalemu wakapata madhabahu ya Mungu imebomolewa, mahali pa kuabudiwa hapapo tena. Na kwa hivyo katika hali hiyo hakuwa na mtu yoyote aliyeshughulika na kujenga kanisa la Mungu ama kushughulikia madhabahu. Bwana asifiwe.
Na katika hali hiyo Israeli wakawa wanapitia changamoto mbalimbali. Hizo changamoto zimezungumziwa katika Hagai kule mwisho, zenye walikuwa wanazipitia wasipate kujua sababu ni ipi. Na ndipo unapata hapa Mungu akakuja kumwambia nabii Hagai aende kumwambia Zerubabeli. Zerubabeli ni liwali mkuu, ni kama governor wa lile jimbo la Israeli. Akaenda kumwambia kwa kinywa cha Zerubabeli pamoja na Yoshua ambaye alikuwa kuhani wa lile kanisa, pamoja na Hagai ambaye alikuwa nabii. Kwa hivyo neno la Mungu likaja kumwambia Hagai aambie Zerubabeli pamoja na Yoshua ambaye ni kuhani ya kwamba, sema pale ya kwamba, turudie tena pale, ya kwamba ya kwamba nabii kusema Bwana wa majeshi asema hivi, ya kwamba watu hawa husema huu si wakati utupasao kuja, huu si wakati wa kujenga nyumba ya Bwana. Mungu alikuwa amesikia malalamiko ya watu hawa. Wenda maybe kuhani, maybe Zerubabeli alikuwa anawaambia tujenge kazi ya kanisa la Mungu, lakini wao walisema hii si wakati wa kujenga kanisa la Mungu. Hii si wakati wa kufanya kazi unaotufaa, unaotupasa kufanya kazi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Kwa hivyo katika hali hiyo Bible inasema nabii Hagai akawaambia Bwana wa majeshi asema hivi, ya kwamba watu hawa husema huu si wakati utupasa kuja, huu si wakati wa kujenga nyumba ya Bwana. Ndipo neno la Bwana lilikuja kwa kinywa cha nabii Hagai kusema, je, huu ndio wakati wa ninyi kukaa katika nyumba zenye mapambo ya mbao, iwapo nyumba hii inakaa hali ya kuharibika? Bwana asifiwe. Kanisa lile katika Yerusalemu lilikuwa limekaa katika hali ya kuharibika. Haleluya. Lilikuwa limekaa katika hali mbaya, lakini kuna watu walikuwa wanaenda pale kusali, watu walikuwa wanafanya shughuli zao, watu walikuwa katika mikakati yao, na Mungu akalihurumia lile kanisa lake, naye akatuma neno kwa nabii Hagai, enda waambie huu ndio wakati unaofaa kujenga nyumba ya Mungu iliyoharibika. Maana hao watu walikuwa wanasema huu si wakati unaofaa. Na unaona Mungu anarifaa pale ya kwamba Bwana wa majeshi. Mungu kwa nini hakurifaa mimi Bwana Jehova Jire? Anajitukuza kusema mimi Bwana wa majeshi, kwa sababu Bwana wa majeshi ni Mungu mkuu, Mungu mwenye nguvu, Mungu mwenye uwezo, Mungu anayedhibiti, anaye uwezo wa kuvita vyote. Kwa hivyo anapojirifaa kama Mungu Bwana wa majeshi, kumaanisha hawa watu walikosa kugundua siri ya baraka kwa ajili ya kujenga kanisa la Mungu. Mungu akamwambia kwamba uenda waambie wakati ndio huu unaofaa watu hawa waweze kujenga nyumba ya Mungu iliyoharibika. Haleluya. Mstari mwingine nasema hivi, mstari wa 5, basi sasa Bwana wa majeshi asema hivi, sitafakarini njia zenu. Haya maneno ni mazito sana. Mwambie kwamba enda waambie hii ndio wakati unaofaa watu hawa wamjengee Mungu nyumba iliyoharibika. Na baadaye akasema waambie watafakari njia zao. Ni wapi waliokosea? Kuna mahali walikosa kupokea baraka, kuna mahali walikosa kugundua siri ya kupokea baraka katika maisha yao. Mungu anawaambia enda waambie watafakari njia zao. Mstari wa 6 anasema mmepanda mbegu nyingi mkavuna kidogo, mnakula lakini hamshibi. Hii ndio tatizo watu hao walikuwa nayo. Hao watu walikuwa na tatizo kwa sababu hawakuwa wanatambua ni kwa nini walikuwa napanda mbegu nyingi lakini matokeo yao ni machache, ama wanapanda mbegu mingi mavuno ni machache. Wakati mwingine walikuwa wana vyakula vya kutosha Mungu amewapa, lakini wakila hawashibi. Kwa hivyo hawakugundua matatizo ni yapi, na jambo hili haingelitatuliwa mpaka Mungu alete ujumbe kutumia nabii awaambie watafakari njia zao. Hii sababu ya wao kuwa na njaa,
Wewe sababu ya wao kupanda mbegu nyingi kuvuna chache ni kwa sababu wameacha nyumba ya Mungu imeharibika. Hawajaishughulikia nyumba ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na kulikuwa na wachache waliokushika neno hili. Biblia inasema the remnant waliposikia neno hili, na nabii Hagai akamwambia, tafakari ni njia zenu. Tafakari ni njia zenu. Bwana asifiwe. Hallelujah. Mnakunywa lakini hamkujazwa na vinywaji. Yaani anasema tatizo hili la kuacha nyumba ya Mungu iharibike. Watu walikuwa na vinywaji vya kutosha, lakini wakinywa vile vinywaji hawezi mkajazwa na vinywaji. Amen. Mnakunywa lakini hamkujazwa na vinywaji. Mnakunywa lakini havitoshi. Kuna uhaba, kulikuwa na tatizo katika Israeli, na lile tatizo litatuliwa na nabii Hagai. Mungu kuleta ujumbe, watu wameacha nyumba ya Mungu imeharibika. Haleluya. Anasema pandeni pale, huu ndio wakati wa nyinyi kukaa katika nyumba zenye mapambo ya mbao. Watu walikuwa nakaa katika nyumba nzuri, nyumba zao zilikuwa zinapendeza, mahali penye walikuwa naishi baada ya kuja kanisani Yerusalemu kuabudu, mahali ambapo pastahili, mahali ambapo pameharibika. Hawakujua kwamba nyumba ya Mungu inastahili kujengwa vizuri. Akamwambia kwamba nyinyi wakati mnapoenda nyumbani, mnakaa kwa nyumba zimetengenezwa vizuri, zimepambwa vizuri, lakini mmeacha nyumba ya Mungu imeharibika. Kwa hivyo matokeo ni kwamba mkipanda mbegu mtavuna vichache, na mkila hamtashiba, na mkiwa na vinywaji havitawatosha. Hilo ndio tatizo walikuwa nalo. Bwana asifiwe. Mstari mwingine wa unapoendelea pale chini, mnajivika nguo lakini hapana onayo moto. Walikuwa na tatizo. Iweje wapendwa, umevaa nguo wakati wa baridi lakini bado, wakati wa jua lakini bado unasikia baridi? Maanisha kulikuwa na tatizo, na tatizo hili lilikuwa ni kwa sababu wameachilia nyumba ya Mungu imeharibika. Hawaishughulikii nyumba ya Mungu. Bwana asifiwe. Wakati kama vile tumekuwa na joto hivi, wapendwa, unavaa nguo ya joto lakini unasikia baridi. Hilo ndilo tatizo walikuwa nalo. Na yeye apataye mshahara apata mshahara ili akuitia katika mfuko uliotoboka toboka. Hili ni tatizo walikuwa nalo wana wa Israeli, wacha Mungu, watu ambao Mungu anasema ni mboni ya macho yangu. Walikuwa na tatizo. Wakifanya kazi, wameandikwa, wameajiriwa, lakini baada ya kufanya kazi wakipata ule mshahara wakiweka kwa mifuko zao, Biblia inasema kwamba mifuko yao ilikuwa imetoboka toboka. Maanisha pesa hazikuwa zinakaa kwa mifuko zao. Tatizo lilikuwa wana wa Israeli. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Jambo lingine pia pale nabii anazidi kusema, Bwana wa majeshi asema hivi, zitafakarini njia zenu. Bwana anasema tafakarini njia zenu. Pandeni mlimani mkalete miti, mkaijenge nyumba, nami nitaifurahia, nami nitatukuzwa, asema Bwana wa majeshi. Anawapa suluhisho la lile tatizo. Ili shida iweze kuisha, ni lazima watu hao watafakari njia zao, na ninawapatia njia. Waende milimani, watafute miti, waje waijenge nyumba ya Mungu iliyoharibika, na watakapofanya hivyo Mungu atatukuzwa. Mungu anatukuzwa na hekalu lake. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa la Mungu tunapokuwa hapa, Mungu anatukuzwa na kanisa ambalo mahali panastahili, mahali ambapo panametengenezwa. Kwa hivyo wakati mwingine nilipata ujumbe huu vizuri, nikajua kwamba kuna wakati mwingine tumedharau kufanyia Mungu kazi. Tumeona kazi ya Mungu haina faida. Tumeachilia madhabahu ya Mungu imekuwa ukiwa. Tumeacha nyumba ya Mungu imekaa kuharibika, lakini sisi tunaona ni kawaida. Na haya ni matokeo ya kwamba tunapata kazi, tunafanya biashara, lakini biashara haileti faida. Bwana asifiwe. Matokeo ni kwamba tuna vyakula lakini tukila hatushibi, na ndilo matatizo kanisa inapitia. Maanisha baada ya baraka tunapokea laana. Lakini Mungu amenipa ujumbe huu kama vile alimpa nabii Hagai, ya kwamba tafakarini njia zenu. Ngoza mtu mwambie tafakari njia zako. Oh my God, my Father.
Oh my God, my Father, kuna laana Mungu ameachilia baraka kwa sababu ya kutokuwafanya kazi ya Mungu. Fanya Mungu kazi, kuna baraka. Kufanya kazi ya Mungu kuna baraka. Kujenga nyumba ya Mungu kuna baraka. Kujenga ya nyumba ya Mungu kuna baraka, wapendwa. Lazima tafakari njia zetu. Wenda hatuko tumejua, tunaofahamu. Tulikuwa kama wana wa Israeli, lakini leo neno la Mungu limekuja kwa kinywa cha nabii Victor kusema kwamba tafakari ni njia zenu, ya kwamba mrudi kufanya kazi ya Mungu, mjenge madhabahu ya Mungu iliyoharibika, mjitolee kwa nguvu, kwa uwezo ambao Mungu amewapatia kujenga madhabahu ya Mungu. Ndipo mtakapofanikiwa, ndipo mtakapopanuka. Mtapanda vichache na mtavuna vingi. Mtakuwa na vinywaji vichache lakini mtakunywa vitawatosha, maana Mungu wetu ni Mungu anaye multiply. Mungu wetu ni Mungu anayeongeza. Tutavaa mavazi yataridhika kwa sababu tumejitolea kusimama kujenga kazi ya Mungu. Bwana asifiwe. Mwambie mtu, mwaka huu usiishe kabla sijajengea Mungu madhabahu. Mwaka huu usiishe kabla sijajengea Mungu madhabahu. Bwana Yesu atukuzwe. Amen. Bwana wa Israeli, Bwana wa majeshi asema haya. Ni Mungu, si Mungu tu, ni Bwana wa majeshi asema haya. Ametoa amri, Bwana ametoa order, akasema watu hao wapone, enda waambie watafakari njia zao. Watu hao wameumia, hawasijua kwa nini wasiumie. Bwana Yesu asifiwe. Watafakari njia zao. Hallelujah. Amen. Leo tafakari njia zako. Amen. Kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Amen. Mtazama vingi, kumbe vikatokea vichache. Kuna wakati mwingine unatazamia mambo mengi. Nasema mwaka huu 2025 tulipotabiri tukasema ni mwaka tunaenda mbali. Tukasema Mungu wa majeshi tuonekanie. Tukamwambia Baba, tunaenda na wewe kwa mwaka huu. Tukatazama ya kwamba mwaka huu lazima tupokee baraka zetu. Tazama mwaka unaisha, bado tuko mahali pale tulipoanza. Lazima tujue ni wapi tulikosea. Turudi katika magoti. Tutafakari njia zetu. Kuna mahali tulikosea Mungu. Na leo nimekuja kuleta ujumbe. Ni kwa sababu tumeacha madhabahu ya Mungu. Imekaa katika hali ya kuharibika. Hatujajitolea kama kanisa. Hatujajitolea kama waumini. Lazima turudi tumwambie Baba, tumekosa na tunaomba Bwana usimame na sisi. Tunakubali Baba kwenda pamoja na wewe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Haya maneno ni unabii. Tafakari mwaka ulipoanza. Ulisema Bwana unisaidie nijenge. Bwana nisaidie nifanye biashara. Ulimwambia Bwana, naye Mungu ni mwaminifu. Mambo haya unajiuliza kwa nini hayajatokea? Kwa nini hayajatokea? Kwa sababu umeacha nyumba ya Mungu. Kanisa la Mungu likikaa vile linafanana hivi. Bwana asifiwe. Angalia pale chini. Angalia sakafu vile inafanana. Wewe angalia tu sakafu linafanana. Si kwa baya, si kejeli mtu, lakini neno wa Mungu ameleta. Bwana asifiwe. Angalia tu nyumba ya Mungu inafanana. Tunakuja tunaabudu Jumapili, tunaenda nyumbani. Hatutabarikiwa. Lazima tafakari njia zetu. Gusa mtu mwambie, tafakari njia yako. Tafakari njia yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tumetazamia mambo makubwa Mungu kutenda. Tumetazamia Mungu atende miujiza, tununue plot. Tumeomba mara hapa ya kwamba Mungu gusa watu, tufanye harambee. Hata tuko na harambee leo, nashukuru mheshimiwa amekuja. Bwana asifiwe. Tumetazamia kwamba Mungu alete watu tuweze kujenga kanisa la Mungu. Tununue uwanja, na kweli tuna uwezo wa kununua, lakini imekuwa vigumu. Kwa nini? Kwa sababu tumeacha nyumba ya Mungu imekaa katika hali ya kuharibika. Yes. Kwa hivyo tutabaki tu hivyo. Apostle anatangaza baraka. Baraka zile hazifiki, zinazuiliwa kwa sababu hatujaweza kurudi kwa kutengeneza nyumba ya Mungu. Nyumba ya Mungu inastahili tuwe na carpet. Tuwe na red carpet hapa. Tuwe na vioo vizuri, tuwe na madirisha, tuwe na fence. Bwana asifiwe. Tuweke fence pale kwa nyumba ya Mungu. Imekaa katika hali ya kuharibika, wapendwa. Na wakati unapojenga nyumba ya Mungu ama madhabahu ya Mungu, Bible inasema Mungu anafurahia. Mungu anajifunia kanisa. Mungu anajifunia kanisa. Bwana asifiwe. Amen. Hao watu walikuwa na excuse. Hao watu walikuwa na excuse.
walisema si wakati unaofaa sisi kujengea Mungu madhabahu. Si wakati unaofaa tujenge plot, tununue plot, si wakati. Wakawa na excuse, na katika hali ya kujiexcuse matatizo na shida zikawapata. Imagine tunafanya kazi lakini nikawa na mtu ufanye kazi. Bwana asifiwe. Amen. Tazama vitu vingi lakini unavuna vichache. Pale tuangalie pale chini tena anasema nini? Mungu anasema pale mambo mazito sana. Nilipokuwa nayasoma nikawa nalia machozi. Pale chini nasema hivi, tumefika wapi? 7:8. Soma tuone. Pandeni milimani mkalete miti. Mkaijenge nyumba nami nitaifurahia. Pandeni milimani mkalete nini? Miti. Mkajenge nyumba nami nitafanya nini? Nitafurahia. Mungu anafurahia tunaponunua plot, tunapojenga nyumba nzuri. Watu wanapopita kule nje wanasema hilo kanisa limejengwa kwa ustadi, hilo kanisa tunatamani tuingie. Lakini tunapokaa hivi Mungu hawezi kufurahia. Lazima tafakari njia zetu. Bwana Yesu asifiwe. Endelea chini. Mlitazamia vingi kumbe vikatokea vichache. Yes. Tena mlipovileta nyumbani nikavipeperusha. Yani tumetazamia vitu vingi tukapata vichache, na wakati tunavikusanya tunapoleta nyumbani Mungu anavipeperusha. Tumeteseka. Bwana asifiwe. Hakuna maombi ya mtu yoyote hapa ambaye ameomba Mungu amekataa kujibu. Mungu amejibu, lakini sisi lazima tafakari njia zetu. Baraka zetu niliwaambia last week zimezuiliwa kwa sababu hatujarudi tukauliza Mungu ni kwa nini. Hili ndilo tatizo wa Israeli walikuwa nalo, lakini waliporudi kwa Mungu nabii akapewa ujumbe, enda waambie. Amen. Unapovileta kusanya, unasema nakusanya. Lakini baada ya kuvileta Mungu anavipeperusha. Chini asema nini? Ni kwa sababu gani? Asema Bwana wa majeshi. Yes. Ni kwa sababu ya nyumba yangu anasema kwa sababu gani avipeperushe? Ni kwa sababu ya nyumba yangu inayokaa hali ya kuharibika. Inakaa katika hali ya kuharibika. Yes. Wakati ambapo ninyi mnakimbilia kila mtu nyumbani kwake. Yes. Endelea. Mstari wa 10. Basi kwa ajili yenu mbingu zimezuiliwa zisitoe umande. Kwa ajili yenu mbingu imezuilia isitoe umande. Nayo nchi imezuiliwa isitoe matunda yake. Na nchi nayo imezuiliwa isitoe matunda yake, kwa sababu tumeacha nyumba ya Mungu imekaa katika hali ya kuharibika. Sema Mungu, Bwana wa majeshi, siku ya leo ninarudi kwako Baba. Tafakari njia zangu. Mahali nilianguka, mahali nilipotea. Ninarudi. Nijenge nyumba yako inayokaa kuharibika. Kwa jina la Yesu. Mungu achilie masaa haya. Kabla mwaka hujaisha, Mungu achilie katika jina la Yesu. Lazima tujiwe na ujasiri wa kusema hakika tumepokea neno hili, kama vile nabii alipopokea neno hili akapeleka neno hili kwa kinywa cha Zerubabeli. Biblia inasema waliposikia habari hii ikawachoma mioyo zao pamoja na kuhani, wakatoka pamoja na wale waliosikia neno, wakaenda katika mlimani, wakaleta miti, wakajenga madhabahu ya Mungu. Nyumba ya Mungu ikatukuzika. Haleluya. Natangaza kwa jina la Yesu, kila vizuizi ambavyo vimekuwa vikiwekwa mbele yako ya kwamba usiweze kujenga nyumba ya Mungu, viondolewe katika jina la Yesu. Leo nyumba ya Mungu lazima iwe na vitu vya fahari. Nyumba ya Mungu lazima iwe na vitu vya dhamana. Tulete vitu vya dhamana kwa madhabahu ya Mungu. Tuweze kugaramika. Mwambie Bwana, mwaka huu umenipa uzima, umenipa afya, na nimesikia neno hili Bwana, na ninaamua kwa jina lako Yesu Kristo unipe nguvu ya kwamba nitatumika kwa madhabahu haya. Nitatengeneza nyumba yako ambayo inakaa kuharibika. Baraka nazipokea
napokea, ushindi napokea. Ukiingia mwaka kesho 2026 utatazamia vingi na utavipokea. Utakusanya vichache na Mungu ataviongeza. Kwa sababu umetafakari njia zako, na umejua mahali nikosea, na leo nitafanya kazi ya Mungu. Natangaza upako juu ya maisha yako. Natangaza upako na ufanisi kwa maisha yako kwa jina la Yesu. Yaani ukinunua mavazi utayavaa na utasikia joto. Kwa jina la Yesu. Utapanda mbegu kidogo na utavuna mingi. Kwa sababu kuna kazi unaifanya kwa madhabahu. Zile fedha na sadaka unazitoa kwa sababu ya kujenga na kununua madhabahu ya Mungu. Na kutangazia pamoja na kizazi chako. You will never remain the same. God who is the God of heaven, Bwana wa majeshi asema mwenyewe, ataachilia jeshi lake. Yaani adui hata karibia. Katika jina la Yesu. Kuna wakati mwingine watu wanaweza kusanya vitu, wanaweza kusanya mbegu, lakini adui mbegu ikaliwa, haitaliwa kwa jina la Yesu. Ukifuka wanyama hawatakufa. Ukiwa mfugaji wa kuku haitakufa na magonjwa. Kwa sababu itabarikiwa, kwa sababu kuna mahali umefanya. Natangaza kwa jina la Yesu. Leo utajenga madhabahu ya Mungu. Mimi nitajenga madhabahu ya Mungu. Mimi na familia yangu ninajitolea kwa jina la Yesu. Mwaka 2025 wenda nilikuwa nimefungwa, wenda nilikuwa nimezuiliwa, lakini kwa nabii Hagai ninaingia kwa mlima, ninaenda kwa fedha zangu, ninaenda kwa power ya Mungu, ninaleta vitu vya dhamana kwa nyumba ya Mungu. Kwa nyumba ya Mungu. Kwa nyumba ya Mungu. Ninaleta vitu. Ninakusanya vitu vya dhamana. Katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Amen. Malizia pale chini nasema nini? Yes. Nami nikaita wakati wa joto uje juu ya nchi. Nami nikaita wakati wa joto uwe juu ya nchi. Na juu ya milima. Unaona kama wakati kumekuwa na joto isiyo kawaida. Hii si mambo unasema ati haijawahi kuwa. Hii ni mapenzi ya Mungu, kwa sababu tumekataa kujenga madhabahu ya Mungu. Mungu anafanya nchi inakuwa na joto isiyo kawaida. Hata mtu anakaa kwa nyumba anasikia akae nje, anakunywa maji lakini hapati. Hii kiu hairidhiki, kwa sababu watu wameacha nyumba ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu ameachilia joto isiyo kawaida. Kila mtu anasikia joto isiyo kawaida. Unaona hivyo? Kwa sababu watu wajenge makanisa, watu wajenge nyumba za Mungu, kwa sababu Mungu ameachilia hiyo hali. Endelea mtumishi wa Mungu. Nami nikaita wakati wa joto juu ya nchi. Na juu ya milima. Na juu ya nafaka. Na juu ya divai mpya. Na juu ya nafaka, juu ya divai mpya. Na juu ya mafuta. Na juu ya mafuta. Na juu ya kila kitu itoacho nchi. Kila chochote nchi inayotoa, Mungu ameachilia joto kinaharibika. Bwana sifiwe. Kinaharibika. Na juu ya wanadamu. Na juu ya wanyama. Na juu ya kazi zote za mikono. Oh my God, na juu ya kazi zote za mikono yetu. Oh my Father, katika jina la Yesu. Amen. Kuna watu matajiri hapa. Kuna watu mamilioni hapa. Kuna watu wana nyota kubwa. Kuna watu wana fahari hapa. Lakini imezuiliwa. Imezuiliwa kwa sababu wameacha nyumba ya Mungu, imekaa kwa ikaribika. Lakini nyota zao ni kubwa. Mungu amesema na achilia joto kwa kila chochote, kwa milima, juu ya nchi, kwa wanyama, kwa mafuta, kwa nafaka, kwa vitu vyote. Unaona, kuna wakati mwingine, wacha nitoe testimony yangu. Mimi nilikuwa mhadhiri wa haya maneno. Nilikuwa navuna mahindi magunia 50. Ninavuna vizuri. Baada ya kuvuna hayo mahindi nikiweka kwa nyumba, hayo mahindi nikisema ya kwamba wacha nitazamia mwaka kesho ikifika mwezi wa 4 wa 5, hayo mahindi ndaiuza na nitapata faida. Wapendwa, sikuwahi pata faida. Hayo mahindi ilikuwa inafika Disemba, kesi inatokea somewhere kwa my brother, wamemshika ghafla, amewekwa polisi. Sasa mama anakuja, kwa sababu huyo ni brother yangu ameshikwa. Mama ananililia, anasema, umewacha mahindi kwa nyumba, uza hayo mahindi uende umtoe ndugu yako. Bwana asifiwe. Amen.
So kwa sababu ni ndugu tumezaliwa naye katika damu, ninaiuza mahindi safi. Niuliza mke wangu atakwambia mahindi nimegrade safi, nikisema nitayauza next year. Nayauza mahindi magunia 10. Baada ya hiyo nikiuza hiyo, jambo lingine linatokea, magonjwa yanatokea, nauza magunia mengine 10. Najikuta mahindi magunia 50, hakuna chochote nimepata. Nilipokea hasara, sikupokea faida. Mke wangu alikuwa anafanya kazi, asubuhi anaamka kwenda kupalilia yale mahindi, anaweka mbolea vizuri, mahindi ya kweli anafanya vizuri, lakini faida sikuwahi pata faida. Bwana asifiwe. Sikujua ni nini. Leo ninakundua, kwa sababu niliacha nyumba ya Mungu ikakaa katika hali ya kuharibika, na leo ningekuwa mbali, lakini kwa kutokuwa na hekima nikawa nimeteseka. Nimepoteza miaka kwa kulima na hakuna faida, lakini Bwana amenipa ujumbe wa kubadilisha maisha yangu, kubadilisha maisha yako, ya kwamba leo tuweze kurudi kutafakari njia zetu. Tujenge madhabahu ya Mungu. Tununue viwanja, si kiwanja kimoja tu, tununue viwanja vingi. Tujenge makanisa. Bwana achilie baraka juu yetu. Amesema juu ya nafaka, baraka itakuja kwa nafaka, kwa mafuta, kwa kazi ya mikono yetu. Unafanya biashara kidogo, umepanuka kwa sababu kuna mahali umepanda. Shamba la Mungu ukipanda, lazima utavuna. Natangaza uvune. Uvune kwa jina la Yesu. Kuna magonjwa mengine yamekutukuta yasiyo kawaida. Tumeombewa kwa madhabahu haiponi. Tumeombewa, tumeenda hospitalini, wakati mwingine wanapima hayo magonjwa, haipo. Unaweza enda mpaka chemotherapy, wanakuambia tumepima mwili wote, lakini dada hatuoni jambo, hatuoni ugonjwa. Umekuja mtumishi wa Mungu ana upako, tumekuwekea mkono, hujapona. Tatizo ni kwamba umeacha nyumba ya Mungu imeharibika. Ukirudi kujenga nyumba ya Mungu, jenga viwanja, jenga makanisa, hayo magonjwa hayatakuwa kwa nyumba yako. Hayo magonjwa na kuhakikisha yataenda, hautayaona. Uza hivi mtu mwambie, ndugu nasikia maneno, tafakari njia zako. Tafakari njia zako. Trans Nzoia iko na pesa bwana. Si Trans Nzoia iko na pesa, ni wewe tu unakataa. Angalia tu sisi kali. Watu waliojenga madhabahu ya Mungu, watu waliojitolea wakafanya kazi ya Mungu, hawakuwahi pungukiwa. Ndio watajirika. Hata wakati mwingine ukitaka mtumishi wa Mungu ambaye umekuja, ukitaka kiti cha hapa, wacha mambo mingi, wacha story mingi. Jenga makanisa. Nunua viwanja. Nena mali yako yote. Jenga kwa moyo. Usianze kusema wewe jenga uone. Mtu anasimama na wewe. Tulisema Ruto aenda, mwezi kumtoa. Huyu jamaa na akili sio kawaida. Na alipata maybe ujumbe. Amejenga makanisa mpaka State House. Wewe ni nani utasema tunaenda kutoa Ruto? Jaribu 2027 uone. Hauwezi kumtoa. Semi kwa ubaya. Wewe jenga nyumba ya Mungu. Kuna mtumishi mmoja ninamjua, alikuwa president wa nchi, alikuwa Moi alijenga makanisa. Mlima yako alijenga kabareti makanisa. Nani alimtoa? Kuna miaka 24 akajenga madhabahu ya Mungu. Ukicheza nayo, Mungu anafurahia. Na lazima ubarikiwe. Maadui wataondolewa. Hata wakipigana wewe hata kuweza, kwa sababu ya madhabahu ya Mungu. Watu wanapokuja kumwabudu Mungu, Mungu anaona ni nani alikaramika. Huyo anamuondolea njaa, anamuondolea umasikini, anamuondolea malaria, anamuondolea typhoid, anamuondolea kansa, anamuondolea ukimwi. Mungu anafanya. Cheza na madhabahu ya Mungu. Kuza mtu mwambie cheza na hii nyumba. Cheza na hii nyumba. Leta vitu vizuri, leta vitu. Kwa sababu tunataka kutoka kwa ujinga. Unajua kuna kawimbo kingine kanawaka TikTok. Na kimetoka juzi, niambia mke wangu rudisha hapo tuone. Kuna kajamaa kanaimba vizuri, sema mwaka ulisema utaoa lakini hujaoa. Simeona aka wimbo. Mwaka ulisema kama utanunua plot, mwaka imeisha hujanunua plot. Umeona kwa TikTok kuna kawimbo kanaimba sasa. Nikamwambia mama, hapana, huyo Mungu wako na message. This person has a message. Amen. Ni watu fani tu. Unaona kwa TikTok ni fani tu. Wanaimba anasema mwaka ulisema kwamba sisi utanunua gari lakini mwaka imeisha, tena mwaka inataka kuanza, tena anza hiyo wimbo. Bwana asifiwe. Leo tutoke katika nafasi katika jina la Yesu Kristo. Patie mtu wifi mwambie toka katika nafasi hiyo. Toka kwa Yesu.
Nawapa pointi 5 nimalizie ujumbe. Bwana asifiwe. Amen. Jambo la kwanza, stop making excuses. Yes. Acha kufanya excuses kwa kazi ya Mungu. God wants us to take care of our own families. Wakati mwingine mtasema kwamba Mungu anahaja na jengo. Unajua tumefika mahali ati hili jengo Mungu hana haja nalo. Mungu anahaja na jengo hili. Unaona vile watu wana confuse message. Ati Mungu anahaja tu na moyo. Kama Mungu anahaja na moyo, usachukue moyo basi. Amen. Tusiwe na jengo hili. Hili jengo linatuzuia mvua, jengo linatuzuia baridi. Hili jengo Mungu anafurahia tunapokuja kukaa hapa. Tumetengeneza madhabahu. Mungu anafurahia. Watu wanapopita kule nje wanasema kanisa la Mungu, utukufu unamrudia. Mungu anatafuta utukufu. Amen. Don't have excuse. Stop excuses. Bwana asifiwe. Useme kwamba huu ni wakati mgumu. Hii si wakati unafaa. It's the time, right time ya kuweza kumjengea Mungu madhabahu. Cease being selfish. Hao watu walikuwa selfish. Amen. Hao watu walikuwa selfish. Roho ya selfish ndio ilikuwa ndani ya watu hawa. Ndio ikasababisha wakaja nyumba ya Mungu. Una uwezo. Uza mtu mwambie, dada, una uwezo wa kujenga nyumba ya Mungu, lakini kwa sababu ya roho ya uchoyo. Roho ya uchoyo. Uza mtu uchoyo, mwambie uchoyo. Uchoyo. Yaani wapenda kununua tu curtain za madirisha hii. Yaani hii ni viraka hii. Na hivi vitu sisiziona hapa next week. Nisizione hapa. Kanisa sema amen. Amen. Hizi vitu nisizione. Sema amen. Apostle amesema amen. Amen. Mungu aguze mtu alete. Kama nyinyi mtaleta, Mungu alete watu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Roho ya uchoyo. We are selfish. Tunajinunia vitu vizuri, tunajipenda sisi wenyewe. Nyumba ya Mungu tumeachilia. Kuna maua mazuri kwa nyumba ya Mungu. Hii maua tangu last year mpaka vumbi. Mpaka vumbi imejaa. Tuko tuna hii maua hii. Niseme kwa sababu ni mwana mgeni, nawaambia kanisa, hii ndio inaleta laana kwetu. This. Amen. Hii nyumba ya Mungu. Bwana asifiwe. Ona vile inafanana. Hii tu tunaruka nayo mwaka. You don't care. Na una uwezo kununua tu na kuleta curtains. Selfish. Bwana asifiwe. Amen. Sema selfish. Selfish. Jambo lingine, tunakuwa na selfish mind, selfish behavior, mindset, selfish. Hata wakati mwingine kutoa fungu la 10, you don't care. Kenda kwa ushirika na una mikono mitupu. Amen. I'm speaking the truth. We want blessing. Mungu tutalia, ndio tutalia, lakini hakuna baraka. Wala ambao unaenda ushirika, ngapi unaendanga ushirika katikati? Enda na sadaka. Tafadhali unakula. Usiweke excuse ati sina sadaka. So unakulanga asubuhi chapati na chai. Unakula mkate. Nani akulagi mandazi asubuhi nimnunulie leo? Kama hii mdomo haijawahi kula mandazi leo asubuhi, sema tu. Kama hujakula mandazi na chai, sema ndio mkono nikununulie. Tunakula mandazi. Budget yetu iko juu, lakini budget ya Mungu haipo. Bwana asifiwe. Hallelujah. Kama unakulanga chai na mkate, lunch time haipiti, unakula, tafakari njia zako. Selfish. Bwana asifiwe. Tutoke katika roho ya selfishness. Jambo lingine, don't misunderstand God's blessings. Lazima don't misunderstand God's blessing. Baraka za Mungu ziko. Usimisunderstand ya kwamba Mungu abariki. Mungu anabariki. Experience hardship, laboring, showing no profit kwa sababu ya kutokufanyia Mungu kazi. Baraka zipo. Mungu hawezi kusema akadanganya. Kama alimwambia Ibrahim nitakubariki, alikumbariki. Bwana asifiwe. Mungu anabariki. Mungu anainua. Mtumishi maliza ile ujumbe, maliza pale chini, nimalize hizo points. Mstari wa 12. Yes. Zerubabeli mwana wa Shetieli, Yes. Yoshua mwana wa Yehosadaki. Yes. Kuhani mkuu, Yes. pamoja na hayo mabaki yote ya watu. Yes. Wakatii sauti ya Bwana.
wakatii sauti ya Mungu, mpaka na mabaki the remnant wakatii sauti ya Bwana. Wakafanya nini? Wakatii sauti ya Bwana. Yes. Wao. Yes. Na maneno ya nabii. Yes. Yes. Mungu wao alipomtuma, nao watu wakaogopa mbele za Bwana. Bwana, watu wakaogopa mbele za Bwana, wakatii maneno ya mtumishi wa Mungu Hagai, wakafanya vile mtumishi wa Mungu aliwaambia. Bwana asifiwe. Mungu akaanza kuwabariki. Mungu akabariki Israeli. Bible inasema mpaka saa Israeli imebarikiwa. Nataka kusema Israeli, ukienda saa Israeli unaweza ungana na mtumishi wa Mungu pale. Si ni kweli? Ukienda Israeli, hiyo nchi ni nchi kame, tambarare, lakini hiyo nchi ina supply matunda. Hiyo nchi is the richest kwa agriculture. Na hakuna mvua. Yes, mambo ya Mungu ni tofauti. Nyinyi tuko na mvua, lakini we live life ambayo hayapendezi Mungu, kwa sababu Israeli walibarikiwa kwa kutii sauti ya Mungu. Mpaka saa Israeli hakuna nchi inaweza pigana Israeli kaiweza. Ni kainchi kadogo, lakini kale kainchi Israeli kamebarikiwa na Mungu kuliko nchi zote. Bwana asifiwe. Afrika tuna mashamba makubwa, lakini angalia sababu ya kutokutii sauti ya Mungu. Jambo lingine pale nikimalizia, take time to evaluate your life. Take time to evaluate your life. Chukua muda ujiwekee mtihani, examine, jipee mtihani kwa maisha. Sema kwamba mimi nimeisha baba, mbona mimi nitaishi tu hivi? Mimi nimesoma, nina kazi, nitaishi tu maisha ya kawaida. Ndoa inanisumbua, nina madeni. Kuna watu wana madeni hapa wapendwa, ni vile tu waongeangi, wako na madeni, inataka kuwamaliza. Jitie mtihani, evaluate yourself. Sema kwa nini nimekaa kwa madeni? Kwa nini nimeishi kwa madeni? Kwa sababu umeacha nyumba ya Mungu imeharibika. Ukijenga nyumba ya Mungu, hayo madeni utayalipa pasipo kujua. Ulikopa loan za wenyewe hujalipa, ni vile tu unajifichanga. Bwana asifiwe. Usijifiche leo, jaribu kutumikia madhabahu ya Mungu. Jenga. Nataka kusema utalipa loan bila kujua. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Kuna wakati mmoja nilikuwa na loan kubwa sana. Nilikuwa na shilingi 4,300. Loan ilikuwa inanisumbua, mko mnajua. Inanisumbua kila siku, ananipigia simu. Naenda kwa mlima kufunga na kuomba, lakini sione matokeo. Nikasema hapana Mungu. Yaani kwani Mungu umeniacha? Na hii mafuta yote Mungu umeniacha? Lakini nilipokuja kutafakari ya njia zangu, nikasema kuna mahali nimekosea. Nikaanza kujenga madhabahu ya Mungu. Bwana asifiwe. Nikaanza kujenga madhabahu ya Mungu. Hapo ndipo maisha yangu ilianza kufunguka. Leo hii siko vile nilivyokuwa. Bwana amenisaidia, na lazima tuunganike, tujenge haya madhabahu. Bado kuna mahali tunaenda. Kuna magari zitakuwa zinakuja zinapaki hapa kwa sababu ya nyumba ya Mungu. Kuna magari utapokea mwaka huu ama mwaka kesho kwa sababu ya kujenga nyumba ya Mungu. Jaribu tu kujenga nyumba ya Mungu, utaona manufaa yake. Katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye. Simama juu kwa miguu zako, mwambie Bwana nisaidie. Nisaidie, mwaka unaenda kuisha leo tarehe 14. Nimesikia neno lako.